ufu wa Kiislamu na wale ambao sio Waislamu. Nianze kwa maamkizi mema aliyoahidia Mwenyezi Mungu na mitume wake. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenye Mwenyezi Mungu na rehema zake na baraka uwe kwa kila mwana wa Adam. Na salamu zimwendee Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wale watakaofuata mwendo wa Bwana Mtume wakati huo. Awali ya yote niwashukuru sana Watanzania tulioonyesha mshikamano mmoja katika hali ya kutengeneza heshima ya Watanzania. Na huwa napenda kusema kila siku, maisha ya mwanadamu yoyote mwenye akili timamu aliyezaliwa ndani ya nchi yake, mwenye heshima na mwenye uwezo wa kufikiri na mifumo ya kimaisha katika nchi, na uzalendo unaotokana na uzalendo wa kutetea nchi, na uzalendo unaotokana na uzalendo wa dini. Nalinda heshima ya dini yangu. Akiwa Mkristo analinda heshima ya Ukristo wake, Muislamu anatakiwa linde Uislamu wake. Wakristo wanasema anafia dini. Huo ndio uzalendo. Huwezi kuwa mtu kama zezeta, imani yako inachezewa magari kama zuzu. Na imani yako inachezewa, lazima uonyeshwe kuumizwa na kuchukia na kuwataka watu waheshimu imani yako. Huu ni uzalendo Mungu anautaka. Na kuna uzalendo wa Kiafrika. Unapoona Mwafrika mwenzako anadhalilishwa zidi ya unyonge wake, lazima usimame uonyeshe kwamba huyu ni Mwafrika mwenzangu. Kuna uzalendo wa ubinadamu, utu. Ndio ule Mwenyezi Mungu anasema nimekumbeni kutokana na mwanamume mmoja ambaye ni Adam na mwanamke mmoja ambaye ni Hawa, nikakufanyeni mataifa na makabila mbalimbali mpate kujuana. Mungu ametufanya mataifa, taifa la China, Marekani, Afrika, ili tupate kujuana, na makabila Mungu ametaja Wachaga, Wahaya, Wanyakyusa, tupate kujuana tu. Lakini Mungu akasema aliyekuwa mbora ni mcha Mungu. Sasa ukimwona mtu anakosa uzalendo hata wa imani yake, uzalendo wa taifa lake, uzalendo wa Afrika wake, uzalendo wa utu, kulinda heshima ya utu wake, huyu mtu hafai hata kupewa choo kidogo akamwaga cha mtoto. Hafai. Mtu mjinga katika watu wajinga. Na hata dini haijui. Uzalendo, tunaposema kwenye uzalendo wa nchi, awe Mkristo, awe Muislamu, awe mpagani, madamu yuko Tanzania ni Mtanzania, tunaweka pembeni mambo yetu yote. Tunasimama wote kwa ajili ya kuhami nchi. Sasa nishukuru Mwenyezi Mungu, kuanzia leo asubuhi nimepokea simu nyingi za Wakenya. Na kushukuruni sana Wakenya. Wale vijana baadhi yao kwa asilimia kubwa wamenipigia wanaomba radhi. Na wamesema na wao wataita press yao huko Kenya wataomba radhi. Wameniambia kwa kweli wamekosea, wameonyesha namna gani wana utovu wa nidhamu, na wameeleza historia ya Tanzania zidi ya Kenya, tunaishi kama ndugu. Kwa kweli mlioomba radhi ni washukuru sana, kwa sababu mtu muungwana anaposema nimekosea na ukampa nafasi ya kumsikiliza, basi huyo atakuwa na akili. Ila wale watakaoona kwamba wana haja ya kuendelea, waendelee. Sisi hatuna sababu ya kuwaziwia. Kwa mimi nichukue nafasi hiyo niwashukuru sana vijana wa Kenya. Nimepigiwa simu na wachungaji wengi sana wa hapa Dar es Salaam, Mbeya, Arusha, maeneo mengi siwezi kuyataja, wakisema tunaungana na wewe Bwana Mwepopo kwa hili. Hatuwezi kuwa sisi tunaona rais wetu anadhalilishwa nchi yetu. Tunavua joho la Chadema, tunavua joho la CCM, tunavua joho la CUF ACT, tunavua joho lolote, tunavaa jezi la uzalendo Utanzania kwanza. Nimepigiwa simu na watu hao. Kwa kweli big up. Watanzania tuishi hivyo. Tusitoe nafasi kwa adui yoyote. Adui yoyote tusitoe nafasi. Yoyote tusimpe nafasi. Hii nchi ni yetu. Lakini kuna watu wajinga sana wapo Tanzania. Yaani watu wa hovyo sijawahi kuona. Hawa watu hawastahili hata kuwa katika dunia. Huwezi kuishi na adui. Ili naomba niliseme wazi kabisa na Mungu ni shahidi. Wallahi na hapa, huwezi kuishi na adui. Hata katika vita, mfano Tanzania inapigana na nchi fulani, alafu
Alafu wewe Mtanzania unakuwa unashabikia ile nchi inayopigana na sisi. Kwa hiyo unatakiwa kuuawa. Huu ndio kweli. Hukumu yake. Hata katika dini mnapigana Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wewe badala ya kushabikia Waislamu wenzako wanaopigana au ukae kimya, unawashabikia wale kule maadui, hukumu yako ni kuuawa. Angalia jinsi Mungu anataka watu wawe wazalendo. Hata dini zinahitaji watu wawe wazalendo. Huwezi kutoa nafasi ya adui anataka kuja kuwataki watu wenu, alafu wanabaki kama zuzu tu. Lakini wewe ni zuzu. Iko siku utaambiwa, mtu atakwambia basi niachie mkeo nipumzike naye chumbani. Utamwachia. Sababu huna akili. Samanini kwa maneno makali. Mimi hakuna kitu kinachoniumiza kama kuzalau nchi yako. Tanzania, Tanzania, Tanzania. Tanzania, Tanzania, Tanzania. Hata Mungu ili nimwabudu, lazima niwe ndani ya ardhi iliyokuwa na salama na amani. Na ardhi iliyokuwa salama na amani Tanzania. Na Mungu kaniumbia Tanzania. Nimezaliwa na baba na mama wa Tanzania. Sasa nitaiachaje Tanzania nisaliti Tanzania? Badilike sana Tanzania. Mtu mjinga mmoja kanifuata mpaka kanipigia simu. Ananiambia wewe popo, wewe huna maana yote. Unasema wa Tanzania wanakula milo mitatu. Una uhakika watu wote wanakula milo mitatu? Sasa huyu ana akili kweli? Hata tunaposema Wamarekani wamesoma, kwani Marekani wote ndio wasoma? Wote wana degree. Unaongea vitu kama mtu mjinga. Tunaposema watu fulani wacha Mungu, ina maana wote ndio wacha Mungu. Unaposema Waisraeli wanaipiga Gaza, kwani ndio wote Wayahudi wote wamelisikia na kwenda kuua watu wa Gaza? Ni maneno ya kijinga yasiyokuwa na kiwango. Tunaposema Tanzania wanakula milo mitatu, asilimia kubwa Tanzania, ndugu zanguni, unaweza ukawa na njaa, ukatoka ukaenda kwa jirani yako, sio ndugu wala nani, jirani, na ukaingia ukakaa na ukala chakula na kunywa, na akafurahi kabisa jirani. Kenya, mimi nimekaa Kenya, huwezi kuingia nyumbani kwa mtu ukala chakula wala kukaribisha chakula, hawezekani. Labda uwe Kenya ya Mombasa kwa Waswahili. Unapoyasema ya mambo mimi najua. Na bahati nzuri narudia tena. Unaposema Malawi, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Congo, Malawi, Zimbabwe, Botswana, Namibia, tunapokuja Mozambique, Komoro, Madagascar, Tanzania, kuweni wa kweli. Katika watu wote, hao watu akifika Dar es Salaam hakubali kutoka. Hakubali kutoka. Ndani ya muziki wakitoka Kongo wakija hapa, toka wakati wa kina Mzee Makasi, kina Dr. Lemi Ungala, wanakubali kufia Tanzania. Tanzania ni nchi ya aina yake. Kuhusu ardhi, Kenya mpaka leo tukumiliki kipande cha hatua 20, miguu 20 ni kazi. Sisi tuna maeneo, unaweza ukaenda ukaambiwa leta shilingi 100,000. 100,000 ya Tanzania. 100,000 ya Tanzania, Kenya shilingi 5,000. Unapatiwa heka moja. Heka nzima unapatiwa. Unaambiwa kutaka jenga, kutaka kulala, kutaka kubeba kaa. Kenya kitu hicho hakuna. Hakuna hicho kitu. Kwa mtu anataka kuilazimisha kusema hivi, wa Tanzania wengi sisi wavivu, tunaishi maisha ya kuiga, ya kukopi. Ukimuona mtu fulani yuko mjini kapendeza, na unalazimisha uje mjini upendeze. Ukimuona mtu fulani yuko sehemu fulani na maisha, unataka kulazimisha uwe kama yule, kitu ambacho hakiingia akilini. Watanzania wengi wavivu. Sasa hivi Mungu amejalia serikali ya Tanzania imejenga barabara. Kila mkoa na wilaya barabara ipo ya lami. Japo kwa sio, lakini kwa 80% lami inaingia mpaka wilayani mpaka mkoa. Na wakazi tuliokuwa wengi wa Dar es Salaam, wengi tuliojaza, ni wengi kutoka mikoani. Kwa sio mikoani, pale mjini wengi wetu wengi wanatoka vijijini kabisa. Morogoro vijijini, Ifakara huko, Malindi, Mbeya vijijini, Tukuyu huko au Kiela,
Ukimwangalia katoka Shinyanga vijijini, katoka huko amekuja hapa, amekuja Dar es Salaam, na kula na jamaa zake wanalima. Na ukienda, mimi nimekwenda vijiji vingi sana nchi, heka moja ya mahindi kuilima shilingi 50,000. Hivi kwanza utashindaje njaa Tanzania? Unashinda vipi hiyo njaa Tanzania? Sisemi utajiri, nielewe ni wa Tanzania. Au sio? Tanzania vitu vyetu ni vizito sana. Mtu anambia jambo la maana ukiwa utajiri Mungu anatoa kwa watu wachache. Vitu vitatu Mungu atoe kwa kila mtu. Naomba vielewe leo. Msifikiri Mungu anatoa ovyo. Vitu vitatu. Jambo la kwanza, elimu. Mwenyezi Mungu atoe kwa kila mtu. Unaweza kumchalaza mwanao aende shule, kumbe Mungu akupangia kusoma. Kugusa. Jambo la kwanza, elimu Mungu atoe kwa kila mtu. Jambo la pili, madaraka, vyeo hivi vya kiserikali, mbunge, waziri, sijui diwani, sijui mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, katibu, Mungu atoe kwa kila mtu. Ni wachache Mungu ameshawapa neema hiyo kwa viongozi. Hata uongozi wa kidini Mungu atoe kwa kila mtu. Ni wachache. Unaweza ukasoma lakini Mungu akupe uongozi. Jambo la tatu na la mwisho, utajiri Mungu atoe kwa kila mtu. Hata Marekani Mungu atoe utajiri kwa kila mtu. Hata Ulaya, Uingereza, Mungu atoe utajiri kwa kila mtu. Hivi vitu vitatu Mungu anawapa watu special. Sasa watu wanaposema maisha wanataka wao mtu awe na gari zuri, nyumba nzuri, ana akaunti kubwa benki. Hakuna. Tunatosema uhakika wa kula milo mitatu, ugali na maharagwe, ugali na mchicha, wali kwa nyama, basi. Ndio maisha tunayoyasema sisi. Kwamba Watanzania wana uhakika wa milo hiyo. Sasa nimekwenda baadhi ya vijiji huko, kulima eka moja ni shilingi 50,000. Hiyo eka moja unaweka mifuko ya pembejeo miwili. Mfuko mmoja ni 60,000, tufanye iwe laki. Kwa maana lazima ukiwa na shilingi 300,000 unaweza kulima eka moja. Na ukiweka pembejeo mle mbolea unavuna gunia 20. Ukitunza vizuri eka moja, gunia 20. Gunia 20, kila gunia ukiimbua kwa bei ya kutupa ni shilingi 100,000. Bei ya kutupa. Unaweza kuuza gunia 10 ukapata milioni 1. Gunia 10 ukaweka ukaleta Dar es Salaam za kula. Hivi unaweza kumaliza gunia 10 kwa muda wa mwaka mzima. Alafu utasema utakuwa na njaa utaipata wapi? Unaweza kwenda Morogoro karibu hata mpunga, mananasi. Watu wavivu. Mtu anang'ang'ania Dar es Salaam, hana shughuli yoyote. Kanang'ana mjini kwamba tutapambana tu. Ni sawa, tutapambana. Pambana. Wewe mimi na degree yako ukiwa nayo ndio nini? Watu wote wakiwa na degree wakisoma wote, hiyo ajira iko wapi? Hata na degree yako watu wanaponea mashamba. Shamba ndio kazi nyepesi ambayo haihitaji chochote. Umpate tu bwana shamba akuchekia udongo wako, akupangia utaratibu namna ya kulima, basi akupe na mbegu inayokubali ardhi. Sasa Watanzania ukiwaambia maneno haya, Mungu anakuchukia. Wewe chawa. Mimi haya anayafanya na Mungu ni shahidi kwa uzalendo. Tena uzalendo wa kweli kweli. Na mimi nimaliza kusema Watanzania, kama hatutaki kubeba uzalendo, hizi nchi tunaenda kuzimaliza. Nchi zetu tunaenda kuzimaliza kabisa. Hii demokrasia mnaodanganywa kwamba demokrasia ndio maisha. Demokrasia mabwana sio maisha, demokrasia ni fitna. Angalieni mfano kidogo, kwanza unamaliza ile demokrasia unamaliza ile. Pesa inayotumika kwenye uchaguzi ni hela nyingi mno. Nyingi mno. Tunaweza tukajenga Muhimbili. Pesa inayotumika kwenye uchaguzi. Wallahi na hapa inaweza kajenga Muhimbili. Sasa kila baada ya miaka 5 tulikuwa tunajenga hospitali kama Muhimbili. Hivi tungekuwa na hospitali mangapi? Tungekuwa mbali kiwango gani? Pesa inayotumika chaguzi mdogo mitaa na uchaguzi mkubwa wa rais, wa bunge na madiwani ni pesa nyingi mno. Mno. Ukikusanya marushwa ama nini ni pesa bilioni. Hata kama hospitali haitofika Muhimbili, lakini ni big hospital. Sasa mimi kwa maoni yangu, hiyo hela yote tungeachana na demokrasia. Tungesema jamani, mchagua rais amalize miaka 10 aondoke. Hii miaka 5 haina maana. Bora tungefuata miaka 10, mkimchagua amalize miaka yake 10 aondoke.
kuliko kila baada ya miaka 5 mnakimbizana barabarani. Kwa tunajikuta wa Tanzania mapato yetu, nguvu zetu zote zinaishia kwenye siasa. Nchi za Kiarabu mabwana hazina demokrasia. Umeona juzi Trump ametembea kwenda kwa Arabu. Pesa walioitoa sijui kama trilioni ngapi dola. Hiyo pesa tungepewa Tanzania, umaskini wote kuishi. Lakini wao ndio wametoa, wameenda bwana Trump. Kabeba yuko Marekani na kupambana. Wanacha Arabu wana hela na hawana demokrasia. Lakini viongozi wa serikali ni wazalendo, wana uchungu na nchi, wana uchungu na taifa. Na watu ni wazalendo nchi wapo. Wapo nchi wazalendo, lakini hawapati nafasi. Hawapati nafasi. Kwa hiyo nimependa leo nilisema leo nisisemi sana, ni kwamba niwashukuru sana wa Kenya kwa kuomba radhi. Mimi binafsi nimepokea na naufunga mjadala huu kwa sababu sio mjadala wa maana sana. Leo ndio mwisho, tumefunga mjadala. Madamu wa Kenya wametubu na muomba radhi. Madamu wametubu na muomba radhi. Na huu ni muungwana. Na mimi niwaambie serikali ya Kenya tunagovi ndani. Wala rais wa Kenya tunagovi ndani. Hawa wote walikuwa kimnanga rais na kutukana sisi. Hawa ni watu wa barabarani, chokola, walaji wa malungi. Kwa mtu mwenye akili Kenya anafanya kazi zake. Mtu mwenye akili anafanya kazi yake. Tena mwingine kanipigia simu anasema Popo, hata hivyo Tanzania wapole. Au watu wangefurutwa mpaka wangejuta kuzaliwa. Mbona mkupiga hiyo watu? Tena anasema hata yule mama yule. Yule mama yule wa macho makubwa ya umu. Anasema yule mama utakuwa mcharaze bakola aje hapa afike Jomo Kenyatta hospitali. Kama wa Tanzania ni waungwana tufanye kazi. Sio kazi yetu kuchalaza wanawake. Tunamwacha aende, ujinga wake dunia imeona. Kwa hiyo hayo mambo ya uzalendo Tanzania ndiyo maisha. Narudia tena, uzalendo ndiyo dini. Ukimwona mtu ana dini ana uzalendo, huyo ni adui wa taifa. Na kwa Mungu atawajibika kesho. Afai, yani mimi nilikuwa tu unamnanga rais. Unamnanga rais wangu anayehangaika huko Ulaya wapi kunitafutia mimi kuja kujenga nchi yangu. Unamnanga waziri, unamnanga serikali yangu. Unawananga wasomi wa nchi. Unasema Tanzania wakusoma. Come on. Watanzania wakusoma kweli? Watanzania wanaoita wakusoma? Watu wana mavyuo na mavyuo. Tanzania ina watu wenye akili wewe. Usipita Tanzania vilaza. Tanzania ina watu wenye akili na viongozi wa Tanzania very bright. Viongozi wa nchi. Usicheze. Sasa hayo mambo yetu ya siasa speech Chadema CCM hayo mengine. Wekeni sera zenu uwanjani, mtashindana kwa hoja. Atakayeshinda ndio atakuwa kiongozi. Atakayeshindwa arudi nyumbani akaribu. Kwa sababu rais ni mmoja na lazima apatikane. Huo ndio kweli. Kama unamchukia yule rais basi wewe mchukie kwa yako. Lakini rais na watu wamkuwepo wakati wa Nyerere, hii nchi haikuwa hivi. Nchi haikuwa hivi baba. Kwa Tanzania inang'aa. Tanzania afika sehemu wanaweka tiles ndani ya nyumba, tiles. Wakati wa Nyerere hata Ikulu ilikuwa ina tiles. Wakati wa Nyerere, kama nasema wao waulizeni watu waliokulia Ikulu. Wakati wa Nyerere tiles za kuweka chini ya nyumba. Ya mtu anayekaa Mbagala, anayekaa Buguruni Uswahilini, anayekaa Manzese wanja wa Fishi. Sasa mtu anaweka tiles juu gypsum. Wakati wa Nyerere gypsum ilikuwa huwezi kufunga, haipo, tiles haipo. Gari ya kupanda inamilikiwa na watu fulani tu. Kompyuta utaisikia tu, television unaisikia tu. Leo Tanzania watu wanang'aa. Wana masaluni, wana masauni, wana magari ya kitajiri. Mtu anakwenda anakotaka. Mimi nikiamua kuondoka saizi hapa saa 2 usiku, kesho asubuhi niko Mwanza. Hayo ndio maendeleo. Sasa nimalize watu wenye Malawi, naomba kidogo niseme. Tunaposema Malawi watu wengi wanafikiri tunatisha au tunazungumza habari za kufurahisha. Sikilizeni kwa makini sana nukta hii. Kwanza nataka watu wajue uchawi uko na uchawi wako. Na wanafanya kazi usiku na mchana. Alikuja dada mmoja jana
hapa, yule dada ni Mrundi, yule dada ni Mburundi, kwao Bujumbura asili yake, lakini yule dada umri wake ni miaka 35, anakaa Ubelgiji, anakaa Belgium, amesoma Belgium, akenda UK, amechukua degree yake, amekaa kule Uingereza, amekwenda Belgium, Uingereza, amerudi Belgium. Yule dada alikuwa anafanya kazi nzuri, yeye ananiambia na kaka zake wamekuja hapo, anafanya kazi nzuri, mshahara wake akathaminisha na hela ya Tanzania kwa wiki moja alikuwa analipwa kama milioni 4.5 ya Tanzania. Alikuwa maisha mazuri kabisa. Ghafla tu from nowhere yule binti akaanza kunywa pombe, mara akaanza uhuni, uzinifu, mara akaanza uvutaji wa sigara, mara akaanza uvutaji wa bange, mara akaanza uvutaji wa kokeni. Wallahi billahi. Yule dada anasema hivyo. Yule dada imekwenda hali kama mbaya, kabidi wamlete Afrika. Wakampeleka Kampala, imeshindikana. Wamempeleka kwa Burundi, imeshindikana Bujumbura. Yule dada ameletwa hapa. Jana tumeshinda naye hapa. Yule dada kumbe kaingiwa na shetani wa kijini, ambaye alitumwa na mtu akamfanyie uharibifu. Hebu tuweke kidogo kama dakika moja tu, angalieni yule dada. Mbona sikia kama vile na kutetemesha? Lakini ulikuwa unasikia kutetemeka hivi? Hapana, sikusikia na kutetemeka, nasikia ile ya wasiwasi leo, nilikuwa nasikia wasiwasi imetoka. Ile wasiwasi imetoka. Min sharri waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Kwa unajionaje sasa? Sio vizuri. Inshallah Mungu atakufanyia wepesi. Na wewe uweke nia kwamba yes, finishing, na ujiweke kwamba tayari nimeacha yale, naanza upya. Yes. Huyo. Namuona huyo. Nafikiri mmemwona. Dada kaja hapa mabwana, ndio tumemfanyia visomo, tukampa mafuta. Baada ya kumfanyia dakika 2-3 pale, akasema nimesikia kama kitu kimetoka mwilini pa, na akili zangu zimekaa sawa. Sasa nachotaka kusema nini? Kwamba kuna watu wanafanywa mambo ya kishirikina, lakini kwa bahati mbaya hawajui. Sasa naomba watu wajue na niwafahamishe. Dalili za mtu anayefanywa ushirikina, kwanza unaweza ukaletewa hata maradhi ya kichawi. Ukawa unaugua pressure, sukari, mara kansa, mara hiki, kumbe hiyo ni uchawi umefanywa. Na wachawi wana mbinu nyingi, na uchawi ni taaluma na ni elimu na ni hesabu. Na mtu hawezi kuwa na uchawi mpaka awe na jini. Yule jini ndio anakuelekeza uchawi. Na ndio maana Mungu akaalamisha watu wasifanye. Mchawi anaweza kufanya hesabu, akikuloga saa 7 amekukosa. Anza kuloga saa 5 anakosa. Saa 4 anakukosa. Ndio yani atakutai mpaka atakupata. Akikukosa mchawi kuloga, anasema kachukua tanguo yake ya ndani. Kakosa nguo ya ndani, tumlishe uchawi wa kulishwa. Ameshindwa kukulisha, basi chukua hata kipande cha nguo. Na ndio maana vitu hivi ndio mtu makini sana katika maisha yako. Usikubali kuchukuliwa nguo yako. Au niazime nguo unampa mtu, usikubali. Watu wanachukua, au wanachukua nywele zako kidogo au ndefu au nywele za chini, watu wanakwenda kuzifanyia ushirikina. Sasa wanavuruga mwili wako na afya yako yote. Wanavuruga kila kitu, system yako yote ya maisha. Hii unakuwa unasikia vitu vinatembea mwilini, vinachoma choma. Wengine wanakuwa unasikia ndani ya tumbo kama kuna kitu kinatembea. Mwingine anaishi kama amebeba mzigo mzito. Mwingine macho yanakuwa hayaoni mbali. Mwingine sukari inapanda, pressure, ukila dawa ishuki wenzako zinashuka. Mwingine mara mna ukimwi. Nitakuja kupeni historia. Kuna dada ambaye ni mcha Mungu kabisa, anaonekana mumeo anasema ndio mumeo wa kwanza kuingilia. Yule dada ana ukimwi. Na jini wake akasema mimi ndio ninaletea ukimwi. Daktari, nataka nikueleze uchawi uko na afya. Unaweza kuwa ukitafuta mwanamke ukiishi naye mnaachana. Mtoto wa kike anakataa wanaume, wakati gani anakubali? Akiambiwa kolea kuna nini? Waliolewa na mimi hakuna tofauti. Wewe una akili kweli? Watu waliolewa na mtakuwa mna tofauti? Hizo ni dalili za mtu aliyeathirika na uchawi.
Ni kitu kibaya sana. Mungu atulinde. Yana mambo kwa danganya tu, mimi silogwi. Mimi silogwi. Mimi nimeokoka au mimi nasali sana sala 5. Maneno ya uongo. Kwani wewe na nabii Ayubu nani aliyekuwa bora? Ayubu ni nabii wa Mungu. Lakini nabii Ayubu alichezewa na shetani. Mpaka yeye mwenyewe Ayubu akakubali katika Qur'ani sura 9 anatoka kujisaidia na mke wake. Shetani amesababisha kufa watoto, mali zote. Ayubu alikuwa bilionea, Mungu akamfilisha yote. Kwani Mungu alikuwa Ayubu, alishindwa kumnusuru Ayubu. Tena aya Qur'ani inasema Ayubu wakati anatoka kujisaidia anarudi. Ayubu alisimama sehemu akamwambia Mwenyezi Mungu, Mola wangu, shetani amenitia uzia, na kuomba Mola wangu niondoshe maradhi haya. Anakiri Ayubu anasema shetani kanitia uzia, na kuomba Mola wangu niondoshe maradhi haya. Hii dua aliomba nabii Ayubu. Mungu akasikia dua akamwambia Ayubu, harakisha mguu wako. Hapo aliposimama maji yatatoka. Ayubu akaharakisha mguu, maji yakatoka, akakoga, Ayubu akapona. Nini? Shetani. Sasa wewe na nabii nani bora? Unataka kudanganya watu? Unaloga watu kilogeka. La msingi kumuomba Mungu akuongoze. Wengine kwa nasikia miguu inakufa ganzi, kuwa na hasira sana, kufanya biashara upate faida, ukipata faida haikai. Toka kwenye hali fulani kwenda katika hali fulani. Huo ndio uchawi, na haya ndio madhara ya ushirikina. Sasa natumia mafuta haya. Haya mafuta chupa ni shilingi 20,000 tu. 20,000 tu. Unaweza kutumia chupa 3 mpaka chupa 2 mpaka chupa 5. Na kuna wengine watoto wanalia sana usiku mpaka haya mafuta. Dalili zote na zingine ambazo nimeshindwa kuzitaja kutokana na muda. Kama unahitaji, tupo Dar es Salaam. Ofisi zetu zipo Magomeni, Kagera. Ukishuka pale Kagera kwenye petrol station ya Oilcom. Fika petrol station ya Oilcom ile Kagera. Njia pande ya kwenda Tandale. Karibu kabisa na kituo cha mwendokasi. Shuka pale. Upigie simu, tatuma kijana atakuja kuchukua. Tunafungua saa 4, tunafunga saa 11 jioni. Watu wa dini zote na kabila zote wanakaribishwa. Hii chupa hadi shilingi 20,000. Sasa inategemea tatizo lako lina muda gani. Na kama ni sukari ya Mungu, presha ya Mungu, kansa, figo ya Mungu, hayo tukusaidia. Kama unahisi kwamba hapa kuna ushirikina linafanywa, itakusaidia. Na wengine wanaibiwa hela kwa ushirikina, wanakutoa chuma. Unakuwa mnaibiwa mahela, weka haya mafuta ndani tu au kwenye biashara yako. Ndio mchawi aingie. Hii ni zeituni inatoka Palestina. Sio haya mafuta yanayotoka Spain na olive oil yako madukani, ile sio dawa. Usidanganyike. Haya mafuta hata wewe na jini wa namna gani yanatoka. Wewe na uchawi sababu yanawaunguza mashetani, ndio kazi ya mafuta haya. Kama naeleweka? Sasa utaratibu kwaje watu wa nje ya nchi tunatumia kwa DHL. DHL inakufikia mafuta hiyo. Sasa usitegemee kama utaniuliza nitayapataje, naomba tujenge Kiswahili kizuri ili mnipe nafasi na mimi namna ya kuhudumia. Kuna watu wanakupigia simu mpaka unachukia, unamjibu tofauti, anaona kama wewe mkorofi, lakini hapana. Mtu anaona anakutumia SMS. Jamani, SMS ni sehemu ya kuchati wewe na mtu wako mnajuana. Mimi sikujui, wewe unaniona kwenye YouTube. Unataka huduma. Kuna huduma ya kuchati kwenye message. Kama uko nje piga kutumia WhatsApp, mimi sifungi data 24 hours, wewe piga. Kama uko ndani ya nchi, nipigie kwa namba ya kawaida hiyo hiyo. Watu wa mikoani tunawatumia, watu wa Dar es Salaam tulipo hapa unaweza ukafika ukanieleza. Kama unaye jini wa kupanda na mtoa bure bila malipo yote. Kama unaye jini wa kupanda na mtoa bila malipo. Ila kama jini wako hapandi, utatumia mafuta. Kama una uchawi, una nuksi, watoto wabia sema kimavi, utatumia mafuta. Bali Mwenyezi Mungu atakurusha mtihani. Kwa hiyo naomba mtu aliyejiandaa, sababu unaponitoa kwenye leli ninakuwa na wagonjwa, na acha wagonjwa napokea simu yako, ina maana nataka nipate simu ya kukuelekeza. Sio simu ya kukaa naulizwa, utapona? Utapona? Usiniulize utapona, mimi nimekwambia utapona. Swala la kupona liko mikononi kwa Mwenyezi Mungu. La msingi uwe kwamba unaniuliza, Sheikh, tiba hiyo inaendana na tatizo langu? Hapa naomba watu waelewe.
Ndugu zangu, nimeeleza vizuri kwa ufasaha. Na biidhnillah, insha Allah, watu wa dini zote, kabila zote, umri wote, atakayehitaji atakuwa amepata mafuta hayo. Mafuta mazuri sana. Na ukipaka usikii kunuka, utaona wachawi wako wanavyokushangilia. Yaani ni mafuta mazuri sana. Mimi niwashukuru tu. Naomba leo nizungumze mafupi, niishie hapa. Mungu awabariki sana. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare channel yetu. Ili Bongo utapata mambo mengi ya kuweza kukusaidia. Bye wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullah.